Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina lipitalo majina yote la Yesu Kristo. Ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupa neema ya kujifunza mahali hapa na tukiendelea mfululizo wetu wa ibada na mabudu. Leo tutasogea mbele zaidi kwa kipengele kingine kujua jambo jingine kuhusiana na eneo hili la ibada. Leo tutajifunza kipengele kipya kwa habari ya mchakato ambao mtu inabidi aupitie kama mwabudu ili aweze kuaminiwa na Mungu kwa mambo makubwa. Mchakato. Watu wengi wana vitu vikubwa, lakini moja ya jambo ambalo limewafanya wakashindwa kuvitimiza hivi vitu ni aina ya mchakato ambao wanapaswa upitie mpaka wawe kile ambacho neno la Mungu limesema kwa habari yao. Kabla Mungu haja kupeleka kwenye mambo makubwa, anakuonyesha kwanza ile picha ya vile ambavyo unapaswa kuwa. Na anakupa muda wa kufanya maandalizi, lakini pia kuna muda unapita hapa katikati unaitwa mchakato. Kuna watu wengi wamefanya makosa mengi leo ni kutokana na wao kukwepa mchakato. Ni kweli Mungu amekuita, ni kweli una kitu kikubwa cha kimungu na ni kweli unapaswa kwenda mbali. Lakini kukwepa kwako mchakato ni kujipeleka kaburini. Niliwahi kumsikia mtu mmoja, baba yangu wa kiroho, anaitwa Bishop Dickson Cornelius Kabigumila, aliwahi kutuambia kwamba mwanangu, mambo yote ambayo unayaona mbele ambayo shetani anakuletea kwa wakati huu, hata ungekuwa mtulivu katulia ukakubali tu mchakato, yatakuja kwa uhalali kabisa na utayapata. Kwa hiyo akanatuambia haina haja mwanangu ya kuwa na pressure ya kuvitaka vile vitu kwa haraka haraka kwa njia ambayo sio sahihi. Muda wa Mungu ukifika atavileta mwenyewe bila wewe kufanya dhambi kabisa. Neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Mithali sura ile ya 8 mstari 34 anasema, anaheri mtu yule anisikilizaye, akisubiri siku zote malangoni pangu, akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Anasema, blessed is the man that hath me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. Anaheri mtu yule anisikilizaye, akisubiri siku zote mlangoni pangu. Manake amebarikiwa mtu yule anayenisikiliza. Anayesikiliza tu akisubiri siku zote. Akisubiri siku zote. Tulisema kwamba Daudi ni mtu ambaye tutakuwa tunamtumia kama study case ya mfululizo wetu wa mambo ya ibada. Ukisoma habari za Daudi kutiwa mafuta mpaka yeye kuja kuwa mfalme, kuna ka process karefu kamepita. Kuna mambo mengi hapa katikati yamepita. Sio mwaka mmoja wala miwili, sio mitatu wala minne. Baada ya kupakwa mafuta mpaka kuwa mfalme, ni alikubali kukaa kwenye mchakato. Mtumishi wa Mungu Yusufu anaota ndoto, ndugu zake fact anaota ndoto kwamba nyota, jua na mwezi vinamuinamia, akiwa kijana mdogo. Lakini angalia mchakato uliopita hapo katikati. Anachukuliwa, anapelekwa, kaka zake kwanza wanamchukia, wanamuuza. Anachukua na Ishmael, anaenda kuuza tangu kwenye nyumba ya Potifa. Nyumba ya Potifa wanamnunua. Wanavomnunua anakuwa mtumishi kwa nyumba. Anafanya vizuri mpaka anaekwa juu ya kila kitu. Na Bwana anafanikisha mambo yote mikononi mwake. Anatoka hapo anaona kama ndo amefanikiwa. Mke wa Potifa anatokea mbele yake. Anamtaka kingono. Anaamua kuliachia vazi lake kwenye mikono ya yule mama. Anakimbia anaokoka mkononi mwake. Lakini anaangukia kwenye mikono ya gereza kwa kosa la kusingiziwa. Anaangukia kule gerezani, mahali ambapo wajua atatoka lini. Lakini Mungu anafanya muujiza, wafungwa wa mfalme wanafungwa, wanaingia gerezani pamoja naye. Anawasimulia ndoto zao. Wanamsahau baada ya kutoka nje ya gereza. Siku moja anafika kule baada ya Farao kuota ndoto, anamkumbuka Yusufu. Yusufu anaenda mbele ya mfalme, anaelezea kwa habari ya ndoto. Na mwisho wa siku Farao anamweka juu ya nchi yote ya Misri. Lakini haikuishia hapo. Anasubiri mpaka miaka 7 ya njaa ije. Mtu wa Mungu, umeona kwa process ambako Yusufu alikapitia? Sio kwa siku moja, sio kwa mwaka mmoja, sio kwa miaka miwili wala mitatu wala 10. Ni muda mrefu umepita. Mtu wa Mungu, watu ambao wataenda mbali na Mungu ni watu ambao wanakubali mchakato. Shetani anaweza akakudanganya leo hapa katikati, akakuletea aina ya vitu vyote ambavyo unavitaka. Lakini kwa muda mchache tu anakuwa. Neno la Mungu linasema kwamba kufanikiwa kwa wapumbavu kutawaangamiza. Anakuletea mafanikio haraka haraka,
ili ufanikiwe haraka haraka, pia akuue haraka haraka. Mtu wa Mungu, we Mungu amekuahidi unaenda mpaka wapi? Amekuahidi kwamba atakupeleka wapi? Kaa kwa utulivu, endelea kuamini mchakato wa Mungu kwenye maisha yako. Neno la Mungu katika kitabu kile cha Waebrania sura ya 12 anasema ili msiwe wavivu, bali mkae wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Hapa tunafundishwa namna ambavyo tunaweza tukazingoja ahadi za Mungu. Ule mchakato ambao Mungu amesema atatupitisha. Jambo la kwanza kwa imani, lakini jambo la pili kwa uvumilivu. Vumilia mtu wa Mungu. Kubali kukaa chini na kulipa gharama ya kuvumilia. Mathayo sura 24 mstari wa 13. Neno la Mungu linasema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Ndiye atakayeleta wokovu kwenye ili jambo la ibada. Kuna watu wanatamani kufanya live recording makubwa. Wakati this time ni wakati ambao angepaswa ajichimbie siri na Mungu. Bado amtafute Mungu. Mtu anataka kufanya live recording akati hata kumsikia Mungu hajajua. Hajui kumsikia Mungu. Kwa hiyo anaweza kaandaa ibada kweli, lakini ataenda kualishania wale watu wa Mungu wakati hajasikia kutoka kwa Mungu chakula ambacho angepaswa alishe watu wa Mungu. Mtu wa Mungu, kubali mchakato. Wakati wako kupikwa na kuandaliwa na Mungu, kaa, subiri na Mungu atakupeleka mbali. Ni mambo gani ufanye wakati wa mchakato? Mambo gani ufanye wakati ambao Mungu anakupisha kwenye? Jambo la kwanza, endelea kumwamini Mungu. Endelea kumwamini Mungu. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza, neno la Mungu, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwa, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hata kama leo hayaonekani, endelea kumwamini Mungu. Jambo la pili, endelea kuomba na kumkumbusha Mungu kuhusiana na ile ahadi ambayo amekwambia. Anasema nyinyi kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Lile jambo ambalo Mungu amekuahidi wewe kama mwabudu, ya kwamba utakapokuwa unaimba vipofu wataona, viziwi watasikia, wafu watafufuka, waliofungwa watafunguliwa, watu watajaza nguvu za Roho Mtakatifu. Ni kweli hujaona madhihirisho hivi tu, endelea kuomba na kumkumbusha Mungu juu ya ahadi alizokuambia. Lakini jambo la tatu, endelea kufanya kwa usahihi jambo ambalo Mungu amekwambia ulifanye. Zingatia maelekezo ambayo Mungu amekwambia ufanye. Kama amekwambia ukae sirini, make sure unakaa sirini na Mungu. Jambo la 4, endelea kufanyia kazi kila wazo ambalo Mungu analeta kwako, hata kama ni dogo. Kuna wakati Mungu ili atujibu, hahitaji kutuambia vitu vikubwa. Mtu wa Mungu, mawazo madogo madogo ambayo Mungu analeta kwenye maisha yako ndio mawazo ya kufanikiwa kwako. Mawazo madogo madogo. Wakati mwingine tunaweza tukaona Mungu, mbona kama kuna kawazo ameniletea, mbona kama ni kadogo. Mungu ilo wazo ataliumua, litakuwa likubwa na nitakalo kufanikisha. Neno la Mungu kitabu cha Zekaria sura ile ya 4 mstari wa 10 anasema ni nani aliyeidharau siku ya mambo madogo? Mambo madogo ndio mambo ambayo yamewafanya watu kwa watu wakuu. Nitafutie mtu yote ambaye amekuwa mtu mkuu, nitakuonyesha mtu ambaye alizingatia kufanya wazo dogo ambalo Mungu alimpa kulifanyia kazi. Jambo linalofuata, jambo la 5, endelea kufanya kwa bidii na uaminifu. Endelea kufanya kwa bidii na uaminifu. Ni kweli kunaweza ukaa hamna mtu ambaye anakusimamia kwa wakati huo. Anakuuliza leo umefanya hujafanya. Leo umeomba hujaomba. Mungu alikwambia ufunge, leo umefunga hujafunga. Lakini Mungu anautazama uaminifu. Anasema kwamba aliye mwaminifu kwa lilo dogo sana, huwa mwaminifu kwa lilo dogo, kwa lilo kubwa pia. Kwa wakati mwingine mchakato Mungu anaokupitisha ni mchakato tu wa uaminifu kwenye kile kidogo ambacho amekuamuru kukifanya. Make sure unakifanya kwa uaminifu. Wanaoaminiwa kwenye makubwa ni wale ambao walikuwa waaminifu kwenye mambo madogo. Ndio maana Mungu anasema aliye mwaminifu kwa lilo dogo sana, huwa mwaminifu kwa lilo dogo pia. Ukisoma mfano kwenye kitabu cha Mathayo wakati Yesu anafundisha, alisema yule mtu ambaye alikuwa mwaminifu kwa lile dogo, aliambiwa anenda kamiliki miji 10. Ni kweli inawezekana hamna mtu anayekusimamia, hamna mtu anayekuona, lakini kufanya kwako kwa uaminifu wakati ambao hakuna mtu anayekuona ndiko kutao kutoa na Mungu atakuamini kwa mambo makubwa. Lakini jambo lingine, endelea kufanya kila wazo ambalo Mungu amekupa na kukuza imani yako kwa kulisoma neno la Mungu. Uwekeza kwenye maarifa, kuza imani yako. Neno la Mungu nasema imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno. Kuza imani yako
kwa habari ya vitu vikubwa ambavyo Mungu anaweza kufanya na wewe. Ni kweli kuna vitu vingi ambavyo Mungu amekuahidi. Lakini Mungu akitazama imani yako ni ndogo kwa wewe kuyaface haya mambo na kuyafanya yatokee. Kuna wakati ambao Mungu atakupa wazo kubwa na ukiangalia kwa nje resources hazipo. Kitakacho kusukuma wewe kwenda kulifanyia kazi hilo wazo ni ile imani uliojenga kwa Mungu. Mtu wa Mungu, wekeza kwenye maarifa ya neno la Mungu na kwa habari ya kukuza imani yako, ili kwamba siku atakapoambiwa ufanye jambo kubwa, tayari una imani kubwa ya kuliendea jambo kwa ujasiri na kuhakikisha kwamba umwangushi Mungu. Wewe umeaminiwa na Mungu. Mungu anakupenda na anakuamini sana. Upasi kumwangusha. Hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Mungu akubariki. Shalom.